anachukua mapicha mavideo kama yote, baadaye utakuja kuyakuta huko kwenye mitandao ya kijamii ya kutosha zaidi. Na kipindi 1 ni Je Wajua. Safari imeanza saa 11 za jioni, tutafika tamati itapofika saa 1 saa 1 kamili. Chiko, umesikia hapo? Nimesikia. Taarifa hiyo kutoka kwa jeshi la polisi. Nimesikia hapo. Kikubwa mwanzo kabisa unajua kabisa hii. Kwanza swala la pesa. Yaani ujira wake ambao wa kumlipa. Amesema hapo kama miezi 6 afanyeje? Hajalipwa. Kwa hiyo mwisho wa siku anaamua alipize kisasi. Unajua kuna wakati tuzungumze tu ukweli kwamba hawa wafanyakazi kuna muda wanahitaji wapewe pesa zao. Aidha kuna watu nyuma wanafanyaje? Wanawategemea. Wewe huyo unamwona huyu kama ananitegemea mimi. Kumbe na yeye kidogo unachompa wewe iko. Kuna watu wanafanyaje? Wanamtegemea nyuma. Kwa hiyo mwisho wa siku hili asifanye maamuzi magumu. Kwa hiyo kuna wakati inabidi umpe. Yaani isifike hata miezi kama imefika miezi 6. Unajua miezi 6 kama hapo mtu unajua asilimia kubwa wafanyakazi ndio kukuta mtu anatoka kijijini anakuja mjini. Kwa hiyo mwisho wa siku naangalia familia yake huko nyuma kijijini walikuwa wanahitaji baka pani wawasaidie. Kwa hiyo mwisho wa siku anashangaa yeye anaumia, mbona anaumia kwao wana shida ambao walikuwa wategemea kutoka kwake yeye kuja kufanya kazi huko, mwisho walikuwa watasaidia wadogo zake, mama zake. Kwa hiyo mwisho wa siku anaona mbona kama kuna changamoto napitia nyumbani alafu mimi nilikuwa nahitaji hizi changamoto niitatue. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona anaamua afanye maamuzi magumu. Na kama hivyo akimwambia bosi bado ampi ajira yake. Japo ndio tukamzungumzia upande wa huyu mfanyakazi, mwisho wa siku naye bosi mwisho wa siku kuna mambo yake hajakaa sawa. Unajua kuna wakati tunapitia changamoto sana. Usimtegemee mtu muda wote kwamba anamiliki fedha. Kwa hiyo kuna wakati mtu yule anamiliki fedha, kuna muda ana fedha anayumba, anakuambia kuwa na subira. Inawezekana yeye yule mdada subira ilipitiliza au la. Mimi naweza nikakazia hapo kwenye ile, yaani wewe unaweza ukawa wewe unayolipa pesa, wewe ndio una mihela mingi, umemwajiri mtu pale, unaona hii hela tumboni ni ndogo hivi, nitamkusanyia kwa pamoja nitampa, nitafanyaje? Lakini ukumbuke wakati huo yule ambaye umemwajiri pale, yaani yeye anategemea mwezi fanya kama ni tarehe 30, ule muda ambao umepangia kumlipa, anajua kila huu muda ukifika mimi napata kiasi kadhaa. Kiasi ya kawaida, yani kiubinadamu tu ile uaga watu tuna ile kupangia matumizi. Yani hii hela, tena ukiwa kitu tayari unajua kwamba hiki kitu kinaingia. Hii hela ikija mimi nitafanyia hiki, nitafanyia hiki. Na umeongea hapo kuhusiana na swala la kijijini. Yani wengi huwa ambao wanaenda kufanya kazi za ndani kama hivyo, huwa wanatoka vijijini au wanatoka kwenye familia zile ambazo wao ambao wametoka kwenda kufanya kazi za ndani ndio wanawategemea kwa kiasi fulani. Hapo uliposema kwamba umnikumbusha kitu kimoja kwamba kuna muda unaweza kuwa na mshahara umesema mdogo, alafu mwisho wa siku unafika miezi 6 tuchukulie tu 50 unapochukua miezi 6 mwisho wa siku hujamlipa, unasema anakula nyumbani kwangu anavaa sababu mwisho wa siku unasema unalipa 50, chukulia mfano tu 50, unaona 50 kidogo nitalipa kesho, na ufika miezi 6 unajua kuja kwa 300. So kuna wakati ile hela kuitoa kwa pamoja japo unaona tatizo kama huyo amechukua miezi 6 sijajua mshahara kiasi wao wanaamela gani, chukulia 100 kwa mfano kuja kutoa 600 kwa pamoja inaumiza. Ili hiyo sikuumize, kwa mfano 600 ni pesa nyingi sana, unafanyia mambo jambo la msingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku ili sifike huko na ukaumia, bidii umpe kile kidogo, kwamba hiki kidogo ambao kwa unaweza kuna kidogo. Mwisho wa siku unakidharau kidogo inakuja kwa poke kubwa, afu unaona tatizo kwako. Unaona ngumu kutoa. Kwa hiyo hapa tukumbushane kwa wale matajiri, wewe umemwajiri mtu kwa namna yoyote, mgawanya na kusambazia chakula au sijui ni haya mama, yani popote pale ambapo umemwajiri mtu anafanya kazi, anategemea umpe chochote kitu. Kama kwenye mgawa, tufanye ile kila jioni mtu anatarajia kuondoka na 1000 yake, wewe unamwambia kesho wiki imefika. Wiki imefika hujakusanya cha kwake ukampa. Mwezi unakatika. Mwisho wa siku mtu yule naye ana majukumu yake. Kuna yani amekuja pale kufanya kazi kwako, anategemea apate chochote ili na yeye akafanye mambo yake mengine. Yaani hivyo. Kwa kweli tu hapo mengi sana nasema kama wanaficha hivi afu wanaleta. Watu ukipita kuzote migawani huko migawani ukipita. Unaambiwa sana nasema wanakalia kimya. Kuongea kupata sauti inakuwa changamoto kidogo. Na hiyo hapo ya Asma, hiyo ni kwenye upande wa ulipaji. Unajua kuna nyimbo wanasema sasa ni starehe, muda wa mshahara. Kuna ile nyimbo hiyo. Na watu ungepata ile nyimbo, ingekuwa vizuri kutokipiga kwanza muda mshahara. Kwa lazima tuambie ukweli kwa wale ambao wanaweka hizo ajira ndogo ndogo. Kile kama mfano kama kina Malishi. Utakuta ile kazi ni shilingi 3000 kwa kutwa moja. Lakini utakuta anabimbilika anafanya kazi kubwa. Siku ya siku nakuta ujiona anafanya mahesabu. Unakuta yule baada ya kupagabania shilingi 3000 anampa mara 2000. 500 nyingine hampi. Lakini wanashindwa kupaza sauti. Sasa nafika wakati lazima tuipaze sauti pia kwa wale ambao wanachukua na wanafanya hiyo kazi kama boss,
ili pia aweze kwenda kulipa kwenye mshahara. Nishapiga no story. Tutapita kila sehemu. Nishapiga no story sana. Tutapita kila sehemu. Wadada wa mama ntilie. Hilo ukikaa nayo kabisa mtu anakufungukia hivi. Rafiki yangu chukoo hapo ilikopo hivi. Hadi mwisho wa siku kurudi nyumbani mimi mwenyewe na tatizo. Naamua tu kali mwisho wa siku asema mimi naamua tu ila sina namna ila pale mazingira wakati mwingine si sawa. Au nayo au kwa mama ntilie napiga no story nini. Na chilio mengi sana wanakutulia. Yaani mengi sana nakwambia. Kwa hiyo mwisho wa siku unajua hii kuna muda mabosi nao tatizo, kuna muda na hata wafanyakazi sijajua japo bosi sijajua na hata wafanyakazi kuna muda nao tatizo. Wafanyakazi wale ambao hawana cheki namba, changamoto hizo wanakutana nazo sana tu. Yaani achana na wale ambao wana cheki namba, serikali ndio inaingiza moja kwa moja pesa yao ya malipo huko na mambo mengine yakaendelea. Kwa wale ambao ile mwajiri wako ndo anachukua pesa yake mkononi kwa mkono wake akampa, anachukua pesa yake mkononi akaenda kaingiza kwenye simu akafanya ile haiko imekaa kiploto kwa zaidi kwamba tu inatoka hapa ikaingia ukaona message ni ile atoe mfukoni imekaa pale ichukue akaitume. Yaani waga wanasumbua. Yaani huwa hivyo ni mara nyingi sana. Watu wengi wanakutana na hizo changamoto. Kwa hiyo watu ambao mmeajiri watu mkumbuke kuwapa pesa zao kwa wakati, kwa makubaliano ambayo mmepeana. Kama ni kila siku mpe kila siku pesa yake muda ukifika. Kama ni kila baada ya wiki iwe basi kila baada ya wiki cha kwake mtu awe anakipata anaendelea na mambo anaendelea na mambo yake mengine. Matumizi yake yeye wewe hayakuhusu. Wewe umemwajiri mpe cha kwake. Kwa mfano ukizungumzia hapo kwa watu ambao tunaojua sisi ambao wapo mtuzunguka mtaani. Utakuta mtu anafanya kazi mwisho wa siku yule anafanya kazi anafanya amepanga. Umeelewa? Alafu unakuta mshahara wenyewe hivyo ujira wake mdogo kuja kupata changamoto. Kwa hiyo unakuta huko kwenyewe ana kodi, anapo kodi ambayo sehemu wanakaa hapa wanahitaji, ana fedha. Alafu huko ambao anafanya kazi kwenyewe bado ile pesa yake hawampatii. Kwa hiyo mwisho wa siku unamkuta mtu ndio kuja kufanya maamuzi magumu. Huko baba mwenye nyumba akimwambia kodi anakumbuka alafu akaenda kwa bosi wake kumwambia pesa. Ndio tatizo. Yaani unakuta vipengele vingi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta anafanya maamuzi magumu ndo kama haya. Haya yote kwa yote kwa kumalizia hili swala hapa ni kwamba tunakumbushana mabosi mwe mnawapa wafanyakazi wenu pesa zao kwa wakati. Lakini wewe ambaye umeajiriwa sehemu unadhulumiwa pesa yako, ukiona pamekufikia mahala mambo yamekuwa magumu zaidi, vipo vyombo, wapo watu wenye mamlaka zao, ni vyema ukatoka ukaenda ukafuatilia. Ukishindwa njoo hata redio hapo. Ukipate ila kuchukua yale maamuzi kwamba wewe tumeona pesa ndio sijapata basi naenda kuiba, basi mwisho wa siku ndio anakuja matukio kama hayo, watu wamekuona unaanza kuua wale ambao wamekuona ili siri iendelee kuwa siri. Yaani mwisho wa siku unaonekana wewe umefanyiwa kosa, afu mwisho wa siku utakuja kufanya kosa kubwa zaidi. Alafu sasa linaonekana la kwako ndio kosa kuliko yale ambayo ulifanywa huko nyuma. Ili usiwepo umefanya kosa, chukua hatua kisheria zinakuaje? Unawashirikisha ambao wanafahamu. Ile ukisema mimi nataka nitoe wenyewe ile sheria mkononi. Yaani unaonekana ndio umefanya kosa kubwa sana kuliko hata kosa lile amefanya. Kwa mfano wewe unakuta yeye amefanya sana kosa zaidi ambayo la kuua. Ambao yaani linakuja kumgharimu yeye. Japo yeye ndo alifanywa kosa. Kwa mwisho wa siku yeye anakuja kufanya kosa kubwa. Yaani yeye anafanya kosa ila mwisho wa siku unakuja kufanya kosa kubwa kupita lile jamani. Haya msikilizaji, naona unaweza kuandika chochote kupitia namba yetu hapa studio ambayo ni 0757